Kwa hiyo tunaona kwamba Ayubu ni mtu ambaye alikuwepo kabla ya Ibrahim, na kitabu cha Ayubu ndicho cha kwanza kabisa. Lakini kulingana na mpangilio, tunaona mpangilio wa kuanza kuumba katika mbingu na nchi, tunaona kwamba ndipo sasa kitabu cha Ayubu kikawekwa mahali hapa. Lakini Ayubu alikuwa ni mtumishi wa Mungu kikweli kweli, na ambaye aliweza kuishi miaka mingi. Ndio maana Biblia inasema palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha walipozaliwa kwake wana 7 na binti 3, mali yake nayo yalikuwa ni kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na ngozi na ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani wengi sana. Basi hivi mtu huyo alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Nao wanawe huenda na kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja kwao kwa siku yake, nao wakatuma na kuwaita waumbu yao 3 ili waje kula na kunywa pamoja nao. Basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilizokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao, akawatakasa, kisha akaamka asubuhi na mapema na kusogeza sadaka za kuteketezwa kama sehemu yao yote iliyokuwa. Kwani Ayubu alisema yu mkuni kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Kwa hiyo tunaona hapa jinsi Ayubu anatanguliza kwanza Mungu, hata katika utajiri wake na hata katika mali alizokuwa nazo. Ukiendelea kusoma vizuri hapa, kama tashuka kidogo tutaangalia tunaona kabisa jambo ambalo la kwanza Ayubu alilokuwa amelifanya, jinsi utajiri wake na mali alizokuwa nazo na watu ambao alikuwa nao wengi sana. Na Biblia inazungumza, inasema kwamba wakati ambapo hata watoto walikuwa wanaenda kufanya karamu, manake walikuwa wanafanya tunaweza kusema kwamba kasherehe fulani, yani ni kula na kunywa katika nyumba ya kila mtu. Lakini Biblia inazungumza vizuri, nasema basi huyo Ayubu hata wakati wa asubuhi alikuwa akiamka mapema akienda kutoa sadaka ya kuteketezwa, na akasema wenda wanangu hawa wametenda dhambi katika kufanya karamu kwa kila mtu. Hii Biblia inasema kwamba ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote katika moyo wake wote. Bwana Yesu asifiwe sana.